innamal a'malu binniyat. Kwa wale ambao pengine tulikuwa hatujui ya kwamba swala pia nao ilipita katika marahili, pia hii swala ilipita katika marahili. Swala haikufaradhishwa raka asubuhi raka 2, adhuhuri raka 4, al-asr raka 4. Haikuwa hivyo. Swala ilikuwa swala zote raka 2. Mwanzo wa Uislamu. Swala zote raka ngapi? 2 zote. Al-fajr 2, adhuhuri rak'atayn, al-asr rak'atayn, al-maghrib raka ngapi? 2 ya matatu. 2. Haya, ahsanta Abdullah. Takuja baadaye tutahojiana vizuri katika imam. Salatu al-isha rak'a 2. Kisha baada ya muda swala ikaingia katika marhala nyingine ya pili. Na marhala ya pili ni kwamba sasa swala ile ikagawanywa mara 2. Ikatoka swala ambayo inaitwa salatul muqim na ikatoka swala ambayo inaitwa salatul musafir. Kule nyuma hakukuwa hivyo. Ilikuwa swala yote ni aina moja. Baadaye ikaja salatul muqimi na salatu man al-musafir. Sasa ile swala ambayo walikuwa wakiswali waislamu mwanzo wakaambiwa sasa hivyo mlivyokuwa mkiswali ndio mtaswali salatul musafir. Sasa na salatul muqim itakwaje? Salatul muqim kwa kila swala mliokuwa mkiswali raka 2 mtaongeza zingine 2. Ndio hiyo salatul muqim. Kwa hivyo salatul fajr ikawa ni 2, hiyo ikabaki 2 vile vile. Salatu dhuhri ilikuwa inaswaliwa raka 2 ikaongezwa 2. Ile 2 ikabaki ni salatul musafir. Kule fajr haikupunguzwa wala haikuongezwa, sababu hiyo ni salatul musafir 2 na muqim ni 2 hizo. Al-asri kwa kuwa ni musafir anaswali 2, muqim akaambiwa utaswali 4 zikaongezwa 2. Isha musafir anaswali 2, muqim akaongezewa 2 anaswali 4. Kwa hivyo zikazuka swala zikagawanywa katika vigawanyo viwili. Ikatokea salatul muqim na salatul, hiyo ni baada ya marahil. Sio mwanzo ya Uislamu. Mwanzo wa Uislamu swala ni raka 2 pekee yake. Mfahamiana vizuri ikhwan. Kutiba alaykumus siyam. Somo ilifaradhishwa kwa ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa namna gani? Jawabu imebainishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mafundisho yake. Pengine labda baadhi yetu tulikuwa tunadhani ya kwamba somo ilifaradhishwa kwa mpigo mmoja, yani kwa mara moja. Watu wameambiwa, walikuwa waislamu wamekaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mara aya hiyo ikashuka, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, kesho yake watu wanaanza kufunga. La, somo haikuwa namna hiyo. Somo kama ibada zingine ilifaradhishwa ala marahili, ilifaradhishwa kwa stage mbalimbali. Hii somo tunaoifunga Ramadhani leo ilifaradhishwa kupitia kwa stage mbalimbali. Baadaye nyinyi ndio mtanijibu swala la kulikuwa na hikma gani ya ibada hii ya somo kupita katika marahili hizi au stage hizi. Hili ni swala ambalo jawabu yake itatoka kwa wasikilizaji na al-hudhur. Wanazuoni wanasema marhala ya kwanza, stage ya kwanza ya kufunga, baadhi ya ulama wanahesabu kwamba hii ni stage ya kwanza, wengine wanasema hii ni stage kabla ile ya kwanza. Ilikuwa ni somo ya 3 ayyam min kulli shahr, ambayo leo imekuja kujulikana, tunajua ni somo ya yawm ayyam al-bidh, pamoja na somo ya siku ya Ashura ambayo ni siku ya al-ashir min Muharram. Somo ya hizi siku 3 na somo ya Ashura kabla ya kuja mwezi wa Ramadhani, hizi siku zilikuwa ni faradhi na lazima watu kuzifunga wakati wa nyuma, kabla ya kuja mwezi wa Ramadhani. Kwa watu walikuwa wakifunga 3 ayyam min kulli shahr, na walikuwa wakifunga kadhalika yom Ashura. Kile kifika Ashura watu wanafunga. Na sira au tarikh ya yom Ashura mnaijua kama ilivyo katika sahih Muslim na vitabu vya sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokwenda Madina na mengineyo.
ilipoingia sanatu thania min alhijra, mwezi wa Shaaban, ikashuka faradhi ya siyam. Lakini faradhi ya siyam hii ya Ramadhani sasa ikateremka. Ilipoteremka faradhi ya Ramadhani kwa mara ya kwanza, kutiba alaykumus siyam, ilipoteremka faradhi ya Ramadhani kwa mara ya kwanza, katika marhala ya kwanza, kwa wale wanaohesabu wanazuoni kwamba hii ndio marhala ya kwanza, ikaja faradhi ya Ramadhani bitakhyiri, kwa khiari, kwamba Muislamu ilikuwa kule nyuma amepewa khiari, akitaka kufunga anafunga, ikiwa hataki kufunga yut'im an kulli yawmin miskina, wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kwa yule ambaye ataona kwamba kuna uzito fulani kufunga, alikuwa hana lazima ya kufunga, ataendelea kula, na badala ya kila siku atatoa ta'am an kulli yawm, kwa kila siku ambayo yuwala atatoa fidya ya ile siku aliyokula. Kwa lugha yetu ya Kiswahili tunasema kibaba, ambayo miqdari yake ala madhhab al-jumhur, madhhab al-Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, ni muddi moja an kulli yawm. Na kiwango cha muddi ni kiwango cha mteko wa mkono, kwa viganja viwili vya mkono. Ukichukua viganja viwili vya mkono hivi ukavitia ndani ya gunia la mchele, ule mchele utakaotoka nao ukiwa umejaa, utakaojaza viganja hivi viwili vya mkono, hiyo ndio miqdari ya muddi moja. Miqdari hizi za muddi zikiwa 4 ndio inatengeneza saa. Ile ilikuwa inatumika na ndio kiwango kinachotolewa katika zakatul fitri. Kwa hivyo miteko 4 hii ya mikono si lazima uende ukapime. Kwa mtu ambaye ni mu'tadil, si mrefu si mfupi, akichukua miteko 4 ya mikono ametengeneza saa moja. Pamoja na zile khilafu zinazojulikana leo katika makadirio ya wanazuoni katika kujaribu kuleta makadirio haya katika uzani wa kileo au wa kisasa, katika kilogram na gram, kuzuka ikhtilafu mbalimbali. Tayeb, kwa hivyo marhala ya kwanza ikhwani ni marhala ya takhyir, kwamba waislamu walikuwa wamepewa khiari. Faman arada an yasum sam, man ataqa siyam anaambiwa at'im an kulli yawmin miskina. Ikaja marhala ya pili ya siyam. Marhala ya kwanza ni marhala ambayo imetajwa katika hadithi ya Salama ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu. Ikaingia marhala nyingine ya pili. Marhala ya pili ya siyam ni marhala ya fardhiya, marhala ya ilzam. Sasa hakuna tena ile khiari, ikaondolewa, ikabaki sasa kwamba ni lazima watu wafunge. Na marhala ya pili ikaja kwa aya ya Allah subhanahu wa ta'ala inayokuja mbele, faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Kwa kila atakayeingiliwa na kushuhudia mwezi wa Ramadhani, yani mwezi unaingia na yeye akiwa anashuhudia na ameingiliwa na mwezi ule, ni lazima afunge. Akiwa ni muqim afunga, akiwa ana uwezo yukufunga yuafunga, akiwa ni musafir pia bado atakuwa saumu ni lazima kwake, lakini atakuja kuikidhi kule mbele. Akiwa ni marid pia bado saumu ni lazima kwake, atakuja kuikidhi kule mbele. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Kwa nini fa'iddatun min ayamin ukhra? Na kule nyuma ilikuwa ni fidyatun ta'amu miskin, kwa sababu sasa saumu imekuwa lazima. Ukiwa muqim ni lazima, ukiwa msafiri ni lazima, ukiwa ni mgonjwa ni lazima. Kwa yule ambaye ni muqim ni lazima kwake adaan, kwa yule ambaye ni musafir na marid ni lazima kwake qadaan. Ili hali kule nyuma katika marhalatu takhir ilikuwa hawa wawili, yule msafiri alikuwa anaweza kutoa fidia, yule ambaye anajiona kwamba leo hii saumu leo ameamka, leo mambo naona ni magumu leo, wacha nitatoa chakula, afungi. Hiyo ilikuwa ni marhala ya kwanza. Wazi? Usije ukasema kwenye akili yako afadhali ingebaki ile marhala ya kwanza. Inakwenda mbele kwa ajili ya hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha utanipa baadaye hikma gani.
Marhala ya pili tumemaliza ikhwani, tunaingia katika marhala ya tatu. Marhala ya tatu ya siyam ni marhala ya ilzam as-siyam wa adam at-takhyir ma'a ibahati al-akli wash-shurbi wal-mubasharati fi lailati as-siyam. Hii ni stage ya tatu ya mwisho. Stage ya tatu hamtoweza kuelewa mpaka niwaelezee historia yake. Historia yake imekuja katika hadithi al-Bara bin Azib inda al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ni kwamba kule mwanzo wa Uislamu, Waislamu walikuwa wakifunga kama hivi sisi tunavyofunga, walilahi alhamd, asubuhi alfajiri hadi magharibi. Ikifika magharibi, Muislamu ikiwa kabla ya maghrib pale ukaenda ukajinyosha, sasa hivi unaadhiniwa takriban saa 12:30, wewe ukaenda ukaweka kichwa chako saa 12, ukasema hebu ngoja nipumzishe kichwa kidogo, ikiingia naona mbabaki nusu saa, halafu niamke ndipo nipate iftari. Ukaenda ukalala. Sasa kule zamani mwanzo wa Uislamu, Muislamu akaenda akalala wakati ule kabla ya kidogo tu kuingia magharibi, akalala. Ikaingia maghrib na yeye amelala, hakufuturu, basi Muislamu huyo hana ruhusa tena ya kula hadi magharibi ya siku ya pili. Tumefahamiana vizuri? Suleiman, umeipata hiyo vizuri? Kwa mfano leo ni Jumapili. Jumapili hii bado masaa machache adhan al-maghrib, wewe ukaenda ukalala. Ukija ukiamka ni salatu al-isha, ukufuturu na Waislamu au baada salatu al-isha, ile wakati wa futur maghrib pale imekupita, kwa hiyo huna tena ruhusa ya kula. Kwisha ule mlango wa kula ushafungwa. Sasa unazuia saumu yako, unaendelea nayo hadi kuingia siku ya Jumatatu. Siku ya Jumatatu hiyo mchana unaamka na saumu hadi ingie magharibi yake, na magharibi yake sasa ukae chonjo, maana ukilala tena unaingia tena katika saumu nyingine. Tumefahamiana vizuri kwani? Kwa hivyo marhala ya tatu ikaja kwamba sasa Waislamu wameruhusiwa ile kwamba ilikuwa ukipitwa na iftar wakati al-maghrib hakuna tena kula. Sasa wanaambiwa sasa endeleeni kula, na aya ndio hiyo ambayo tumesikia imesoma hapa, uhilla lakum lailatas siyami arrafathu ila nisaikum. Kisha inaendelea mbele, kisha kule mbele inakwambia wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Kwa nini Waislamu wanaambiwa kuleni na munywe usiku? Kwa sababu ilikuwa ni haramu kula. Hakuna tena ruhusa kula baada ya Muislamu kuingiliwa na baada al-maghrib, ameingiwa na usiku na hakufuturu, hakuna tena kula wala hakuna tena jimaa. Hata ile jimaa pia kuonana na mkeo pia hakuna. Yote ikaja hiyo ikahalalishwa. Allah katuambia uhilla lakum lailatas siyam. Mefahamiana vizuri hapa ikhwan? Haya, sasa tumebakisha hikma ya kwamba saumu kulikuwa na hikma gani kupita katika marhala hizi, ili hali Allah subhanahu wa ta'ala ni mweza wa kuwaambia Waislamu kutiba alaykumus siyam, fungeni. Waislamu watakuwa na khiari hapo? Hakuna khiari, kwa sababu amesema amanna, tumeamini na tumesema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tumesema amanna billah wa bima jaa anillah ala muradillah wa amanna bi rasulillah wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah. Mambo ya kwisha. Sasa hapa bila shaka kuna hikma kwamba Allah azza wa jalla amechagua saumu kati ya ibada zote, akaiegemeza ibada hii ya siyam kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Kullu amali ibn adam, kila amali ya mwanadamu lahu niyat illa saum, isipokuwa kufunga, fa innahu li, isipokuwa saumu kwa sababu saumu hiyo ni yangu mimi, wa ana ajzi bihi, na mimi ndiyo nitakayekwenda kuilipa thawabu ya hiyo saumu. Ndugu Waislamu, je, tuchakaa kwa makini
kujaribu kuyafahamu maneno haya maana yake kwa kina ni nini. Tunaelewa vipi tamko la kwamba saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala na amali zingine zote ni za mwanadamu? Hii ibara sisi tunaielewa vipi? Ukiambiwa hebu ulete maelezo ya kwamba saumu ni ya Allah subhanahu wa ta'ala, كيف الصوم لله تبارك وتعالى؟ na sisi tunayafahamu kwamba swala pia ni yake, tumswalia yeye, zaka ni yake, tunatoa zaka kwa ajili yake, na umra ni kwa ajili yake, qiraatul Qur'an kwa ajili yake, as-sawm li. Na ibada ya siri. Vipi ibada ya siri? Na haya ndugu yetu Abdullah asema waweza kumuona mtu amefunga lakini kiukweli ni kwamba hakufunga, amemshika tasbihi refu kubwa namna hii analivuta, ashhadu an la ilaha illallah astaghfir, lakini anshiba. طيب lakini hivi ninavyosema Abdullah, si pia kadhalika inawezekana kupatikaniwa ibada zingine za siri kama za zaka? Ukamwona mtu, wewe usimuone mtu kabisa akitoa zaka, kumbe yotoa zaka kwa siri, si inawezekana pia? Sasa kwa nini tuseme zakatu pia kadhalika ni Allah subhanahu? Na hiyo na swala kadhalika, mtu anaweza kuswali swala za siri zake za qiyamul layl, hakuna amonaye wala hakuna mtu anayejua, akaswali miaka na miaka salatul layl sirran, hakuna juaye kabisa. Wacha wale wanaoswali wale usiku alafu mchana akakaa maskani akafanya bidii watu wajue kwamba jana anaswali. Jamani, watu mimi niende mapema bwana, maana unajua mimi lazima nilale mapema kwa sababu huamka mimi saa 8 za usiku nikaswali, kwa hivyo mpaka niswali nilale mapema, ili atoe almuhim ni atoe message kwa watu kwamba yeye min alqaimina li salati al-layl, sharibu wa ibada. Ama kaa hivi mbele ya watu na hii mara sinzia, jamaa mtanisame bwana, maana unajua jana mimi ninaamka saa 8 za usiku nikaswali, sasa kidogo naona kama nina usingizi meharibu. Lakini wako watu ambao wanawaswali sirra, kama vile saumu inakuwa ni asiri, kadhalika watu wanaswali sirra na watoa zaka kwa siri. Naam, nani ataongeza kitu? Naam, pale. Naam, malipo yake special. Malipo yake special. Naam, ndio maana Allah kule mbele akasema fa innahu li wa ana ajzi bihi, akaongeza neno fa ana ajzi bihi, malipo yake yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna siri nyingine. Naam, na ibada zingine zote thawabu zake zimewekwa wazi isipokuwa as-sawm. Thawabu yake imefichwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, mtu akikwambia kule katika suratul ahzab ilipoanza innal muslimina wal muslimat, si kule mwisho iko wasaimina wasaimat, kisha mbele aadda Allahu lahum maghfiratan wa ajran adhima, ameifichua wazi ya thawabu yake. Alaysa kadhalik? Si imetajwa hapo thawabu saimi wa saimat, haijawekwa. طيب naam sheikh, ikhlas iko peke yake katika hiyo ibada. Naam ايوه احسن. Ikhwani, jawabu hizi ambazo tumezisikia hapa zote ni jawabu za sawa, isipokuwa tu tuongeze jambo lingine moja ambalo pengine si rahisi kupita katika fahamu zetu, ili tuelewe siri ya ndani ya maana ya neno fa innahu li katika saum. Wanazuoni wanasema saum ni ibada ya pekee التي لا يستطيع مخلوق أن يقهر بها مخلوقا. Somo ni ibada ya pekee ambayo hakuna kiumbe yoyote anaweza kumtenza nguvu nayo kiumbe mwingine mwenzake. Amna. Somo pekee yake. Ibada zingine mwanadamu anaweza kumtenza nguvu, kwa maana kwamba anaweza kumlazimisha mwanadamu mwenziwe amfanyie ile ibada.
Swala ni kusujudu. Je, leo wanadamu wako ambao wanawalazimisha wanadamu wenzi wao kuwatenza nguvu au istighfafan, wakawachukisha thamani na kuwafanya watu duni kuja kuwasujudia? Hivi hakuna wanadamu leo wanaosujudia wanadamu wenzi wao? Wako wanadamu ambao wanawasujudia wanadamu wenzi wao, wanasujudu hasa ile sujudu ambayo liman yastahiqu lillahi tabaraka wa taala wahda. Hiyo ni swala. Njoo katika zaka. Si wako wanadamu ambao wamewatenza nguvu wanadamu wenzi wao, mali wanayoichuma wanawaambia tuleteni sisi, mtupe sisi ile mali. Wako wanadamu ambao wanachukua mali ya wanadamu wenzi wao kwa nguvu, kwa jina la ibada, kwa jina la mapenzi, kwa jina la kadhaa, kwa jina lolote, na ibada zingine zote. Hata ile ibada ya tawaf pia wako watu ambao wanaoifanya ile ibada sio kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna tawafu ya kaburi, kuna tawafu ya mtu amekaa anafanywa tawafu, mpaka kuna mtu ambaye wale wanaofikiwa na baadhi ya misiba ya masi wakienda kupelekwa kwa baadhi ya walimu wanakwenda wanawekwa hivi, alafu anafanywa tawafu. Au yule mgonjwa mwenyewe yule aliyena masi aikewe mbuzi, aambiwa haya zungumzungukie huyo mbuzi. Kwa hivyo ibada wanafanywa wanyama, anafanywa wanadamu, ibada za tawafu shirkiyat ma anzalallahu biha min sultan. Alhasil, ibada zingine zote ikhwani, mwanadamu anaweza kumtenza nguvu mwanadamu mwenziwe kumfanyia. Njoo katika ibada ya saum, yuko mwanadamu ambaye aweza kumlazimisha mwanadamu mwenziwe amfungie, yani afunge kwa ajili yake. Yuko mwanadamu huyo? Hakuna, haijawahi kupatikana wala haitowahi kupatikana ila qiyam saa. Huwezi kwenda kumlazimisha mwanadamu akaenja asubuhi mpaka magharibi kwa ajili yako. Hakuna mwanadamu atakayefanya upuzi huo. Kwa hivyo hilo jambo anafanywa nani? Anafanywa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ndio maana ndugu yetu hapa akatuambia kwa ajili ya ile ikhlas. Kwa hivyo yule anayekaa njaa kuanzia alfajiri na ile hali chakula kiko mbele yake anaweza kula, akakaa hivyo hadi magharibi, akajinyima na kila ambacho kinaharibu saum kwa ajili ya man? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hiyo ndio maana saumu ikawa ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hakuna kiumbe mwingine anaweza kulazimisha saumu kufanyiwa katika maisha yake. Hakuna mfalme yote, hata watu wakampenda vipi yule mfalme, hata wakamtukuza namna gani yule mfalme, mwishowe labda wende wakamsujudie kama walivyosujudiwa wafalme waliopita, na kama wanavyosujudiwa baadhi ya wanadamu leo waliokufa na walio hai. Lakini saum hakuna mwanadamu atakufanyia. Atakwambia pale asubuhi, sawa bwana tutafunga, lakini zake nyumbani atakula. Nini bwana? Atuweka njaa yeye mwenyewe wala tuweka sisi njaa. Jamaa watakula, ukija bwana vipi? Tufunga bwana. Leta tasbih. Jamaa leta tasbih yao. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi. Mimi ndio nitakayekwenda kulipa saumu hii. Allah subhanahu wa ta'ala, tumomba Allah jalla jalaluhu ende akatuweke miongoni mwa wale atakaolipa hadha siyam, wa an yaj'alana mimman sama ramadhana imanan wa ihtisaban ya rabbal alamin. Ili kuboresha kazi zetu, tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote. ila Allahi wa rasulihi Jina Al-Hidayah Online TV. Aidha, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.